Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba mimi nichangie katika eneo la uangukaji wa taaluma kwenye elimu ngazi ya chini, kwa sababu naona wachangiaji wengi wameongea zaidi katika ngazi ya juu na ambayo ndio Mheshimiwa Waziri Mkenda anasimamia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuwe na wanafunzi wenye elimu nzuri katika shule za sekondari na vyuo, ni lazima tuangalie taaluma katika ngazi ya chini kuanzia shule ya msingi mpaka pengine form 4, form 5, 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika shule zetu za sekondari za kata nyingi kwa kweli taaluma imeanguka sana kutokana na ukosefu wa ufuatiliaji wa wale waratibu elimu na wale wengine ambao wanatakiwa kusimamia elimu katika ngazi hiyo. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba nimwambie kaka yangu Waziri Mkenda, pamoja na kazi kubwa sana ambayo anafanya na pamoja na uwekezaji mkubwa sana ambao Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amewekeza, lakini bado kuna kazi kubwa sana ya kuangalia ngazi ya chini ili tuweze kwenda sambamba na malengo ambayo tunatarajia. Mheshimiwa Mwenyekiti, iko changamoto katika upande pengine wa mitihani ya darasa la 7 ambapo wanafunzi darasa zima wanaambiwa kwamba wamepasi na wanaona kujiunga na form 1. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukifuatilia wakati mwingine kunakuta kwenye form 2 kuna mwanafunzi ambaye hajui kusoma wala kuandika. Sasa katika mazingira haya huko mbeleni tunakwenda kutengeneza watu ambao hawawezi kuleta tija na pengine kutuletea matokeo ambayo tunatarajia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mambo Mheshimiwa Waziri, pamoja na kwamba ili eneo pengine la TAMISEMI, lakini kama wizara zinatakiwa zisomane, kwa sababu TAMISEMI wanamtengenezea ngazi ya chini na yeye anatengeneza ngazi ya juu. Kama wanasomana wanaweza wakatengeneza wanafunzi ambao wanaweza wakaleta matokeo ambayo pengine tunayatarajia ama tunayahitaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, jingine ni chakula. Ningependa kuzungumza habari ya upatikanaji wa chakula kwenye mashule yetu kuanzia shule ya msingi na hata sekondari zetu hasa za kata. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuweko na utaratibu wa serikali wa wananchi ama wazazi kuchangia mchango wa chakula katika shule zetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hili jambo limekuwa halina maelekezo yaliyotolewa na serikali yamekuwa hana nguvu sana. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa vyakula katika shule za msingi na sekondari katika maeneo yetu. Na kwa vile wakurugenzi hawawajibiki kuingilia au kufuatilia, wanafunzi wengi wamekuwa wakikaa wakiteseka na njaa, na mwanafunzi wote ambaye ana njaa hawezi kujifunza na kuweka kitu kichwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nataka nitoe ushauri kama waziri itampendezea na anaweza kushauriana na waziri wa TAMISEMI. Kuna baadhi ya mashule ambayo yana mashamba ama ardhi ya kutosha ambayo yanazunguka mashule. Basi serikali ingeweza kuweka utaratibu yale mashamba yakalimwa rasmi kwa ajili ya kusaidia uzalishaji wa chakula kwa wanafunzi wa zile shule. Na hii inaweza kusaidia kupunguza gharama ya michango kwa wazazi. Kwa mfano, kama mzazi alikuwa anachangisha 100,000 kwa msimu, anaweza akachanga labda 20,000 ambayo inaweza ikawa rahisi kuipata, hasa wale wananchi wa maeneo ya vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, huko utaratibu ambao mwanafunzi kabla ya kujiunga anatakiwa kuchangia moja kwa moja kwenye ile fomu anapojiunga shuleni. Sio wazazi wengi ambao wana uwezo wa kuchangia moja kwa moja. Kwa wengine wanashindwa kuchanga, lakini serikali inaelekeza kwamba wanafunzi wote wawe darasani au mashuleni. Kwa walimu wakuu wanatia yale maelekezo, lakini mwishoni mwa siku kunakuwa na wanafunzi waliolipa na ambao hawakulipa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba chakula kinanunuliwa, kinatumika, kikiisha wanafunzi wanabakia hawana chochote kwa sababu wale walioshindwa kuchangia mchango wao kupatikana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna uwezekano basi mashamba ya shule yangetumika kusaidia kupunguza tatizo hilo. Lakini vile vile kama serikali inaweza kuweka utaratibu maalum ambao zile fedha zinaweza kalipwa pengine kwa control number moja kwa moja kwa mkurugenzi, na mkurugenzi akawajibika kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata chakula shuleni wakati wote, kuepusha kuunda kamati za vyakula za shule ambazo na zenyewe zinasemekana kwamba zinajihusisha na uharibifu wa fedha na vyakula ambavyo vinapatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Baada hapo nilitaka niongelee uchakavu wa miundombinu wa shule zetu za msingi na sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkenda kwa kazi kubwa ambayo imefanyika katika halmashauri ya Moshi kwa ukarabati wa shule mbalimbali za msingi na sekondari na nyingine zimejengwa upya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyojua, shule nyingi za msingi na sekondari katika wilaya ya Moshi zimejengwa miaka mingi, zaidi ya miaka 50. Kwa hiyo zote zimefikia mahali zimekuwa na uchakavu wa wakati mmoja. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa Waziri anapokuja kuhitimisha atuambie ni mpango gani, mkakati gani upo wa kuhakikisha shule zote za msingi au sekondari ambazo ni chakavu zinaboreshwa. Kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imepeleka fedha, imejenga baadhi ya madarasa na baadhi ya shule. Sasa unakuta kumekuwa kama kuna ubaguzi, wako wanafunzi wanaosoma kwenye vyumba vizuri na wanaosoma kwenye vyumba vya zamani ambao vingi vinavuja. Sasa Mwenyekiti, inakuwa kama pengine wale wanafunzi inakuwa ni ubaguzi na wale wengine wanaona kama wamepewa madarasa mazuri. Kwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba wakati waziri anakuja, namuomba sana na najua anatoka Kilimanjaro, anafahamu hali ilivyo kule, atuambie serikali inatusaidiaje kwa kweli katika hii hali, kwa sababu ni jambo ambalo limekuwa sugu na tumejaribu kuangalia njia mbalimbali za wafadhili wanatusaidia, lakini bado tatizo ni kubwa. Kwa hiyo tunahitaji kabisa nguvu ya serikali na nguvu ambayo inahitajika hasa wakati maeneo ya milimani mvua nyingi zilizonyesha zimesababisha uharibifu na ule uchakavu umezidi kwa sababu ya mvua ambazo zimenyesha kubwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba sana waziri atakapokuja atusaidie kuangalia hilo jambo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia tuangalie utaratibu wa kuweko na walimu. Tunajua kwamba ngazi ya sekondari walimu wako wa kutosha maeneo mengi, lakini kwenye ngazi ya elimu msingi Mheshimiwa Mwenyekiti, walimu ni wachache sana. Unakuta mwalimu shule moja na walimu 3 na walimu 2 kunakuja mradi wa ujenzi wa darasa, wanateuliwa kusimamia darasa. Sasa mwishoni mwa siku anabakia mwalimu mmoja katika shule. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ufundishaji wa namna hiyo hauwezi kutoa matokeo. Kwa hiyo niombe, kama inaonekana kwamba shule na mradi na hakuna wasimamizi, basi hakuna sababu ya kumteua mwalimu aliyeko pale. Ni bora akatafutwa mtumishi kutoka halmashauri akaja akasimamia ule ujenzi, ili wale walimu wachache 2 3 waliobaki shuleni waendelee kufundisha wanafunzi, badala ya kuwekwa katika mazingira yale ambapo wanafunzi wanabakia kwenda shuleni, wanazunguka kuanzia asubuhi mpaka jioni, wanarudi na hakuna ambacho kinaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkenda, naibu wake na wale wote wanaomsaidia katika majukumu haya, na vile vile nimshukuru Mheshimiwa Rais Samia pamoja na wasaidizi wake na hata washauri wake ambao wanamshauri kwa jinsi ambavyo wanatusaidia kuhakikisha kwamba swala la elimu limepata kipaumbele na wanafunzi wetu wale ambao wamekuwa katika zile madarasa mapya na shule mpya zilizojengwa wanaendelea kunufaika na mchango huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana.